Assalamu alaikum kwa wale ndugu zangu Waislamu, lakini kwa Kiswahili tunasema amani iwe juu yako. Naitwa Dennis. Lakini kwa wewe ambaye ni Mkristo tunasema Bwana asifiwe. Wengine husema haleluya, kwa maana ni Mungu mkubwa. Hii yote ni utukufu wake, kwa sababu sisi wanadamu tegemeo letu ni kwake na kila tunachofanya ni kwa sababu yake. Karibuni sana katika basi letu. Hii ni ishara ya kuonyesha kwamba Mungu amekupa nafasi siku ya leo uweze kukamilisha kile ambacho umekitegemea na umekilenga kwenye juhudi za maisha yako. Mungu amekupa nafasi ya siku ya leo ya kuweza kuamka, lakini pia na kukupa afya iliyo njema kabisa. Hii yote anaonyesha wazi kwa maana wewe amekupenda. Ishara ya kukupenda kwake ni ukweli, ni wewe sasa jukumu lako kuweza kumkumbuka, lakini pia na kuweza kumuomba na kumtegemea. Katika siti ambayo umekaa ni ishara kwamba Mungu amekupa jitihada kubwa kabisa za kuweza kutimiza azma ya lengo. Kuna wengi siku kama leo walitamani kusafiri lakini wameshindwa, aidha nauli ama afya, lakini pamoja na changamoto mbalimbali ambazo zinajitokeza katika maisha yetu. Hivyo kama Mungu amekupa nafasi hiyo, basi unapaswa kusema asante. Hii ni ishara kukumbusha, na mimi nimekukumbusha, unapaswa kusema asante kwa sababu Mungu amekupatia nafasi hiyo. Kuna wengine wako Muhimbili, wako hospitali, wanagharamia afya zao. Lakini la pili niseme tu kwenye usalama wa hii safari ambayo tunaianza, cha kwanza ni huo mkanda wako ambapo kwenye siti yako hapo. Tafadhali abiria, nakupa dakika 2. Usalama wa afya yako, lakini usalama kwenye basi hili ni huo mkanda wako. Tafadhali abiria, ninaomba funga mkanda wako. Usidharau, kwa sababu alitengeneza huo mkanda, aliotengeneza hili basi alikuwa na maana, alichunguza na kufikiri mambo mengi sana usalama juu ya huo mkanda wako. Kuna wengi walidharau na leo hii wanaugulia ulemavu na wengine wamefariki. Tafadhali abiria, tunaomba funga mkanda wako. Lakini la tatu niseme ya kwamba usalama wa kile ambacho tunakifanya na maanisha kwenye kumwomba Mungu na kumkumbuka juu ya safari yetu kama ambavyo tunaianza, na kule ambako tunakwenda hatuna uhakika nako. Hivyo basi dakika 5 kila abiria anapaswa kumkumbuka Mungu na kumuomba ili tuweze kuianza safari yetu vizuri na kufika salama. Lakini kwa wale ambao watakuwa pamoja na mimi, tunaanza kama ifuatavyo. Tafadhali kwa imani yako tia nia juu ya safari yako, nami nikiwa naanza dua hii kwa ajili ya kumwomba Mungu. Ewe Mungu, tunakuomba utujalie uzima na afya iliyo salama, na tunakuomba ulinzi wako juu ya safari yetu, kuanzia wale ambao wanatuongoza, na maanisha dereva pamoja na konda wake, lakini pia na sisi abiria ambao tupo kwenye basi hili. Basi utulinde na utujalie afya njema, lakini pia utuwezeshe tuendako tufike salama na tufanikishe azma zetu hizo ambazo tunazitegemea kwenye maisha yetu. Wabaya ama yale mabaya basi utuepushe nayo, na yale mazuri basi utuendee nayo. Mungu, tunakuomba na tunakuomba utusaidie, kwa maana wewe ndio tegemezi letu, nawe ndio tunakuomba, hakuna mwingine isipokuwa wewe. Amen. Lakini badala ya hapo naweza kusema kwamba usafi ndo ajenda mwanadamu. Kila kitu katika maisha ya mwanadamu kinahitaji usafi. Hivyo basi katika basi letu tunapokwenda kwenye safari zetu, tutahitaji kuweza kupata vyakula humu ndani, na maanisha wakati unapata chakula chako kuna kitu kinaitwa matakataka au maganda. Yale matakataka au maganda utaweka kwenye dustbin ambazo zitakuwa kwenye basi letu hapo, na mwisho siku utakuwa umemlinda na umelinda viumbe wengine, lakini pia utakuwa umeweka salama kabisa mazingira yetu ya nje pamoja na ya basi. Tafadhali tunakuomba. Lakini bado tunakuomba usitupe takataka chini ya siti ya mwenzako. Hivyo wewe ambaye utanisikiliza na utanielewa, utakuwa ni mweledi na utakuwa ni mtu ambaye unaelewa nini maana ya neno mazingira, lakini nini maana ya neno usafi. Tutakushukuru kwa hilo. Lakini baada ya hapo sasa nataka twende kwenye mada yetu. Mada yetu kubwa ni kukuelimisha wewe, ni kukufundisha wewe, lakini ni kukujenga wewe. Lengo na azma yetu ni kuhakikisha kwamba unakuwa salama, lakini pia kizazi chako, lakini bado na watu ambao wanakuzunguka pamoja na jamii ambayo uko nayo. Baada ya kukumbushana hayo, kwa maana baada ya kutoana kwenye udhaifu wa kila mwanadamu, wanadamu asili yetu sisi ni kusahau. Kwa hiyo kazi yangu nitakuwa nimeifanya vyema kabisa kwenye swala zima la usalama wa basi letu. Lakini twende sasa kwenye mada ambayo kwako inatuhusu, yani kwangu inanihusu, lakini pia na wewe pia inakuhusu. Hii inamhusu kila kiumbe ambaye yupo kwenye ulimwengu huu, na kila kiumbe ili ni tarajio lake, na ndio usalama na ndio ujazo wa fikra zake na hisia zake. Twende, ni kitu gani hichi hapa? Mahusiano. Wakati mwingine tunaishi kwenye ghadhabu, wakati mwingine tunafanya matukio magumu sana kwenye maisha yetu, lakini kuna wakati tunafanya mambo ambayo hatutarajii. Tunaua, tunadhulumu, tunatapeli, tunafanya kila maasi, lengo kuhakikisha kwamba tunatengeneza furaha kwenye mioyo yetu. Hapa nazungumzia mapenzi. Watu wengi hawajui tafsiri ya neno hili mapenzi, ndio maana wakati mwingine tunafanya mambo tusiyoyajua na mwisho wa siku tunateseka. Twende tufahamu nini maana ya neno mapenzi. Maana kuna mtu anafahamu tu mapenzi ni kuingiliana tu kimwili, mwisho wa siku limeishia hapo, lakini tafsiri ya neno husika huwa hajui, na ndio maana anafanya mambo ambayo hayaelewi, na mwisho wa siku anaishia kulaumu, lakini mwisho wa siku anaishia kufanya mambo yasiyokuwa mazuri kwenye maisha yetu. Twende, mapenzi ni nini? Fanya hivi. Mapenzi ni hisia za binadamu zinazoweza kujenga urafiki,
kati ya mtu na mtu mwingine, lakini pia kati ya mtu na mtu mwingine, lakini pia kati ya mdudu na mdudu mwingine, lakini bado kwenye kiumbe na kiumbe kingine. Hii ndio tafsiri sanifu ya neno mapenzi. Ni hisia za kibinadamu zinazoweza kujenga urafiki kati ya mtu na mtu mwingine. Lakini baada ya kuzungumzia mapenzi ni nini, hebu twende sasa tuzungumzie mapenzi yamegawanyika katika makundi mangapi? Mapenzi haya yamegawanyika katika makundi mawili ambayo ni upendo na hisia za kimapenzi. Nasema ni upendo na hisia za kimapenzi kwa sababu ili uweze kutengeneza hisia ni lazima uonyeshe hisia, ni lazima uonyeshe upendo wa kimatendo. Kwa maana vitendo ndio hutengeneza hisia na hisia hujengwa na vitendo. Kwa hiyo ukitengeneza vitendo ndio unaweza kujenga hisia za kimatendo. Mfano, ili uweze kuipata hisia ya mwanamke ni lazima kabisa uweze kufanya mambo muhimu matano ambayo haya yatapelekea hisia zile kuwa na wewe. Kwa mfano, unaweza kufanya yafuatayo. Mambo muhimu matano ambayo mwanamke ukimfanyia ni lazima hisia zake zije kwako. Mfano, mwanamke yoyote duniani ukimuuliza swala zima la unapenda mwanaume gani, atakwambia mimi napenda mwanaume mwenye kujali. Kujali ni nini? Kujali ni ile hali ya kuonyesha kumjali kwa maana ya kumhudumia. Yaani tafsiri ya kumhudumia hapa ni katika kukidhi haja zake, katika kumtekelezea yale ambayo yeye kwa wakati ule anayahitaji. Hapa tunasema ni kumhudumia. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili tunasema ni kauli. Unapokuwa na kauli nzuri zenye kuvutia, hii ni ishara ya kwamba unatenda matendo ya upendo kutengeneza hisia za mpenzi wako kuja kwako. Yaani kwa maana unapokuwa na kauli nzuri, umembembeleza, umezungumza lugha laini nzuri yenye kuvutia, inatengeneza tafsiri ya mwanamke kuwa na hisia na wewe, na mwisho siku kutengeneza mazingira ya kukupenda. Lakini la tatu tunasema ni ile hali ya kuwa naye karibu. Unapokuwa naye karibu muda mwingi, ndio unaweza kutengeneza mazingira yake mazuri, kuvuta hisia zake, na mwisho wa siku kuona wewe ni wa thamani. Kwa hiyo vitendo ndio hutengeneza hisia za mtu kuja kwako. Lakini la nne tunasema ni kuvumilia madhaifu yake. Unapovumilia madhaifu yake then ukayabeba na ukayafanya kuwa sehemu ya maisha yako, yani ukayafanya sehemu kuwa maisha yako, na ukayafanya yale madhaifu yako kama ya kwako, na mwisho wa siku ukamtengeneza kuwa sehemu ya kuwa sababu ya wewe kuwa mzuri kwake, basi hii pia itakupelekea wewe pia kuvuta hisia zake na kufanya kuwa ni mtu wa muhimu zaidi. Lakini la mwisho ambalo tunasema ni kubwa zaidi, ambalo linamfanya mwanamke au mwanaume kutoka kwao na kushirikiana mwenzake, hii tunasema ni tendo la ndoa. Hichi ndio chakula cha binadamu, na hichi ndio chakula cha mkeo, na hichi ndio chakula cha mumeo. Unaweza ukafanya yote haya, lakini ukifeli kwenye hili, una sababu ya kuwa na mtu ambaye anaitwa mwanamke au mtu ambaye anaitwa mwanaume. Hii ni ishara kwamba kumbe vitendo vya upendo unavyovitenda kwa mwenzako ndivyo ambavyo vinatengeneza hisia, na hata mwanaume naye kwa mwanamke. Yani mwanamke unapotenda vitendo vya upendo ndivyo ambavyo humfanya mwenzako kuwa na hisia na wewe. Unawezaje kuwa na hisia na mimi hali vitendo vyako ni vibaya? Ni mtu wa maovu, ni mtu wa kuleta dharau, ni mtu wa kukashfu, ni mtu wa matusi muda wote, ni mtu ambaye hujali, huthamini na lugha zako chafu. Nawezaje kutengeneza hisia na wewe? Kwa hiyo unapokuwa unalalamika kwenye swala hili la mahusiano, hebu nikuulize swali, je, umeelewa maana yake? Lakini je, umejua kwamba mapenzi haya yanajengwa hutengenezwa na vitendo vya upendo ndio huleta hisia? Kwa maana hisia hutengenezwa na vitendo vya upendo. Vitendo vile ukivitenda ndivyo ambavyo vinakupelekea wewe kuona thamani ya mwenzako. Yaani mwenzako ndio hutengeneza mazingira yeye kukutengenezea hisia kuwa karibu na wewe. Kwa maana gani? Umetenda vitendo vya upendo. Sasa leo wanawake kukuna nazi hawataki. Kazi yao kubana nywele na kutengeneza rasta. Na mwisho wa siku kazi yao ni kutengeneza mikucha mirefu. Hawana kazi, hawana muda hata wa kuwapikia waume zao. Hawana muda hata wa kuwafulia waume zao. Hawana muda hata wa kuwatengeneza waume zao. Hawana kauli nzuri na wala hawana lugha nzuri, na wala hawana sababu ya yeye, wala hajui sababu ya wewe kuwa pale, na wala hajui majukumu yake. Hizo ndizo hisia za kimapenzi, lakini ndio vitendo vya upendo. Ukitengeneza haya mazingira mawili, unaweza ukaiona furaha ya mapenzi na furaha ya ndoa kwenye maisha yako. Unawezaje kuyaona mapenzi ni magumu hali umetimiza wajibu wako na hali umefanya kile ambacho kinatakiwa kufanywa kwa mwenzako? Ni vipi mwenzako atashindwa kutengeneza hisia na wewe wakati majukumu yako umeyatengeneza vizuri? Lakini nikwambie tu, baada ya kuangalia upendo na hisia za kimatendo, hebu tuangalie mpenzi ni nani. Ndio swala ambalo watu wengi linawatesa. Watu wengi hawajui kwamba mpenzi sahihi ni yupi, anakuwaje, ama njia zake ni zipi za kumpata. Hebu nikwambie, mpenzi sahihi ni yupi? Ni huyo hapa. Mpenzi ni yule mtu yoyote ambaye yuko tayari kujitoa kwa ajili yako pasi na kusubiri kupokea. Huyo ndio mpenzi sahihi. Yaani mpenzi sahihi ni yule ambaye anajitoa kwa asilimia zote pasipo kusubiri kupokea kutoka kwako. Lakini ukimwona mtu anapokea alafu anategemea tarajio la kupokea, anatoa alafu anasubiri tarajio la kupokea, huyo sio mpenzi sahihi, na wala huyo bado hajajua thamani yako, isipokuwa anataka atoe arudishe faida. Hiyo ni biashara.
Lakini mpenzi sahihi ni ule ambaye siku zote anahitaji kuona wewe unafanikiwa kuliko kuanguka. Yaani anatamani kukuona wewe unafanikiwa zaidi kuliko kuanguka. Lakini ukimwona mpenzi anafikiria wewe uanguke yeye afanikiwe, hilo ni swala jingine. Yaani ukimwona mtu analalamika, bwana nataka nitafute kazi, niwe na uchumi wangu, niwe na nyumba yangu, niwe na kwangu, niwe na vitu vyangu, wewe ni mtu ambaye mtazame mara mbili, sio mpenzi sahihi, kwa sababu anachojiangalia yeye ni maslahi yake yeye na maisha yake na watu ambao yeye anawaamini kwake ni muhimu kuliko wewe. Lakini mpenzi sahihi siku zote ni ule ambaye hachoki na wala haoni kazi kusema neno samahani. Samahani ni daraja, samahani ni chakula cha mtu yoyote mwenye ghadhabu, mwenye hasira. Samahani huvua maumivu, samahani huleta amani. Samahani hutengeneza kitu ambacho ndani yenu kinaweza kuleta furaha. Samahani husahaulisha matatizo ambayo yametokea au makosa ambayo yametokea. Neno samahani ni neno dogo sana, lakini neno samahani huwa linajenga ukubwa wa mahusiano yenu, lakini pia linajenga ukubwa wa ndoa yenu. Kwa hiyo ukimwona mtu ni mwepesi, haoni kazi kusema neno samahani, huyo mtu ni mpenzi sahihi. Lakini mpenzi sahihi mwingine ni upi? Mpenzi sahihi mwingine ni yule ambaye muda mwingi mnapokaa na kujadili mambo yenu, siku zote mnazungumzia maendeleo wawili, mnapanga wawili, lakini ndani ya wawili mnashirikiana kwenye kujenga wawili, mnafanya vitu kwa pamoja, mnashare ideas, mnashauriana, mnapeana yale ambayo kila mmoja anastahili kupewa kutoka kwa mwenzake. Huyo ni mpenzi sahihi. Daima upende ushirikiano na upenda kukupa muda zaidi na wewe pia katika kuchangia jambo lako. Huyo ndio mpenzi sahihi. Lakini mpenzi sahihi siku zote huwa anakuwa ni mcha Mungu. Yaani mwanadamu mwenzako unapomuona anafikiri kuzungumza na wewe katika swala zima la upendo, akatumia muda wake na akatumia lugha yake, akatumia na muda wake katika kutengeneza mazingira ya yeye kufikiria swala zima la kumcha Mungu, huyo ni mpenzi sahihi, kwa maana anajali, anaona umuhimu wa wewe na kuwa karibu na Mungu wako. Ina maana unapokuwa karibu na Mungu wako, ni wazi kabisa mahusiano yenu yatakuwa kwenye ulinzi wa Mungu na sio ulinzi wa shetani, kama ambavyo leo tumekuwa wasingiziaji zaidi katika swala zima la shetani. Lakini mpenzi sahihi ni yupi? Mpenzi sahihi ni yule mtu ambaye siku zote ana huruma na wewe, anakuonea huruma. Ni mtu ambaye siku zote hapendi kuona unapata tabu, anajitahidi kwa namna yoyote ile kuhakikisha kwamba na wewe unakuwa salama kama yeye. Siku zote ni mtu mwenye huruma, ni mtu ambaye anathamini, lakini ndani ya huruma yake ni mtu ambaye anajitoa kwa sababu wewe uweze kutoka katika kile ambacho kinakutesa. Mpenzi sahihi ni yule mtu ambaye hapendi kuona wewe unapata tabu kwenye maisha yako, hapendi kuona unapata tabu kwenye afya yako na hata kwenye familia yako ya kila siku nyumbani kwenu. Huyo ndio mpenzi sahihi. Ninazungumzia kwa machache, yapo mengi, lakini ndani yake hayo yote utayapata katika kitabu kinachoitwa Barafu Ichemkayo. Hichi hapa. Kitabu hichi kinaeleza mambo mengi sana ya mahusiano. Kitakufundisha mambo mengi usiyotaraji, mambo mengi ambayo yanakutesa kwenye maisha yako kila siku, hususan kwenye ajenda ya ndoa. Kitabu hichi kitakupeleka kwenye njia iliyo salama. Unataka kufahamu mambo ambayo yanapatikana kwenye kitabu hichi? Unataka kujua? Hebu nisikilize, ndani ya kitabu hichi kuna kitu gani? Ndani ya kitabu hichi utazijua sehemu 12 zinazompa raha mwanamke. Leo hii kuna watu wanapata tabu sana kuwaridhisha wake zao, hawajui ni namna gani ya kufanya. Ndani ya kitabu hichi utajifunza ni namna gani, sehemu 12 hizo unazitumiaje, unafanyaje, nimeeleza vizuri sana kwenye kitabu hichi hapa. Lakini kitabu cha Barafu Ichemkayo ndani yake utafanya mambo yafuatayo. Utajua mambo 6 ambayo mwanamke hawezi kukuambia mpaka anaingia kaburini. Ulikuwa unalijua hilo? Utafahamu humo. Ndani ya kitabu cha Barafu Ichemkayo part 2 utazijua dalili 14 za mwanamke bikra ambaye hajawahi kuingiliwa toka anazaliwa mpaka pale alipo. Utazifahamu kupitia part 2 Barafu Ichemkayo. Lakini unataka kujua mambo ambayo wanawake hawayapendi, basi utayapata humo. Lakini unataka kujua mambo ambayo wanaume pia hawayapendi, siri za wanawake. Wanawake ni viumbe aina gani, madhaifu yao, ni vitu gani utakuwa kufanya juu ya wanawake, utapata humo. Lakini bado ndani ya kitabu cha Barafu Ichemkayo utajua namna gani ya kumchapa mwanamke msaliti au kumpiga mwanamke msaliti. Dalili za mwanamke msaliti au mwanaume msaliti utazipata ndani ya Barafu Ichemkayo. Kitabu cha Barafu Ichemkayo utajua namna gani ndani ya uke wa mwanamke kwamba kuna ngozi 7. Je, ulikuwa unafahamu ndani ya uke wa mwanamke kwamba kuna ngozi 7? Namna gani zinafanya kazi? Tafuta kitabu cha part 5 ndani ya Barafu Ichemkayo. Utajua ngozi 7 ndani ya uke wa mwanamke, namna gani zinahimili mishindo katika kuhakikisha kwamba wewe unaenjoy na unapata kile kilicho bora zaidi, lakini pia anafurahia maisha yake kupitia ngozi 7 za uke wa mwanamke. Lakini je, unafahamu namna gani unaweza kumfanya mtu asiyekupenda akakupenda? Ipo ndani ya Barafu Ichemkayo. Ni kitabu bomba kabisa. Njia rahisi ya kumfanya rafiki yako kuwa mpenzi. Hivi unazijua? Inawezekana huzijui, lakini ndani ya Barafu Ichemkayo utajifunza mambo mengi. Lakini je, nikwambie kitu fulani, hatua za kufuata wakati wa kufanya tendo la ndoa. Hivi unajua? Ndani ya Barafu Ichemkayo utajifunza mambo mengi. Ni kitabu bomba kabisa hichi hapa. Kitabu hichi lakini pia ndani yake kuna mambo njia rahisi ya kufanya mwanamke, lakini makosa yafanyao wanaume wanapokuwa kitandani na mpenzi wao. Hivi unayajua?
yamo humo. Ni simple sana, unajifunza. Lakini je, unaweza ukajua kwamba ni vitu gani ambavyo tofauti kati ya mwanaume anayetaka kukuchezea na mwanaume anataka kukuoa? Hivi unajua ni ndani humo yamo mengi sana. Nikizungumza hapa tunakula muda wako. Lakini niseme tu kwamba ndani ya kitabu cha Barafu Ichemkayo utajifunza mambo mengi sana. Kuna part 1, part 2, part 3, part 4 mpaka part 5. Hii inategemea darasa kwa darasa na ukubwa wa darasa jinsi ambavyo linavyokuwa, na ndivyo jinsi ambavyo unashiba elimu. Nikwambie, akili kila mwanadamu amezaliwa nayo, isipokuwa wale wagonjwa wa akili, mataira, amba machizi, lakini mwanadamu yote ana akili. Lakini akili ni kama ndoo ambayo ndani yake haina kitu. Sasa namna gani ya kushibisha akili? Ni maarifa. Ndio maana kuna shule na ndio maana tunaandika vitabu ili akili yako ijae, iwe na uwezo wa kutafakari mambo na kuyachanganua na kuyatendea kazi. Ndio kazi yetu. Kazi yetu kuhakikisha kwamba sisi tunakuandikia vitabu na kukupa kile ambacho tunaamini kitakusaidia kwenye maisha yako. Kinachotutesa sisi wa Tanzania au watu wengine ni swala zima la kukosa elimu. Lakini ukiwa na elimu, kila kitu kitakuwa sababu ya kuwa na mafanikio. Hichi kitabu ni darasa kubwa sana na kitakuelimisha mambo mengi sana. Yafuatayo ni kama hivi. Baada ya kuzungumzia haya, tunasema ndani ya kitabu cha Barafu Ichemkayo inapatikana taasisi inaitwa Good Heart Foundation. Ni taasisi ambayo wewe inakupatia mke na mume kwa vigezo unavyovitaka wewe. Mke na mume kwa vigezo unavyovitaka wewe. Kazi yako ni kutafuta kwenye namba 0658 213300. Barua pepe ni daddyhood@gmail.com. Lakini kwenye mitandao yote tucheck kwenye Good Heart Foundation. Mke na mume unayemtaka wewe, sisi tunakupatia popote ulipo pale. Lakini kwa ndani ya Good Heart Foundation tuna shoot kamera, harusi na mambo yote yanayohusu masuala mzima ya kamera, lakini video production na audio production, masuala studio, yote tunafanya kazi hiyo. Tutafute, tutakuelimisha. Lakini je, unataka kujua namna gani za kwenye hichi kitabu, kwenye mada ambazo nimezungumza, pia ndani yake unapata za audio, kuna mastori ya maisha, kuna mastori ya mapenzi, utayapata hapa. Kazi yako nitafuta. Niseme tu asanteni na kwaheri, tuwatakie safari njema. Bye. Naitwa Daddies. Barafu Ichemkayo na Daddies. Yes, ile Barafu Ichemkayo namaanisha kitabu cha Malavi Davi sasa kipo mtaani kwako. Lakini pia unaweza kupata nakala yako pale pale ulipo, namaanisha nyumbani kwako. Unaweza kuletewa ili ujifunze wewe na familia yako. Lengo ni kuhakikisha kwamba Mtanzania unaelimika, unajifunza dhamira ama kusudio kubwa la kupata elimu la lile ambalo wewe unaliendea kwenye swala zima la ndoa. Daddies amekuletea Barafu Ichemkayo, kitabu ambacho ndani yake kina maudhui mengi yanayohusu mapenzi, lakini pia swala zima kubwa la ndoa. Jifunze na Daddies kupitia nakala hiyo uweze kujipatia mengi zaidi. Kumbuka kuna kitabu cha part 1, part 2, part 3 mpaka part 5. Namba ndio hizi hapa sasa. 0658 213300 ni 0658 213300. Mimi naitwa Daddies, karibu sana. Hii ndo Barafu Ichemkayo.